inamuelezea. Ilikuwa nafanya kazi kwenye mashamba ya jera. Akasema kwamba huyu mtoto kuanzia leo atafanya kwenye ofisi yangu kazi. Ndio. Ilikuwa na nguo zinachawa. Yaani nguo yani azifuriwi. Kwa nikapewa na mavazi mapya. Hapo sasa ndipo safari yangu ya wokovu sasa ikawa sasa inaanza sasa kwenda. Lakini baada ya kutoka mle, akumbuka kuna mzee mmoja alikuwa amefungwa maisha kabisa. Alinipatia Bible akasema, mjukuu wangu, ukitoka humu kamshike Mungu sana. Ukimwacha Mungu utapotea. Aisee, hicho kitu mpaka leo yani nimekishika. Na ndivyo toka. Au kuamini ndugu mtangazaji? Au kuamini. Yani hauwezi kuamini. Sasa hivyo toka niko tena na kesi nyingine tena mauaji. Maana tena ulipewa tena nyingine kesi ya mauaji. Sasa aniyo mauaji sio kama nilipewa. Hiyo mauaji yani kwenye zile akati za unihuni kuna mwenzetu yani tulimgeuka tu. Tukafika tukampiga kata miguu hivyo yani kwa kawa. Kwa baada sasa ya kutoka nika tena inatafutwa sasa na wahuni tena sasa wahuni wengine sasa. Kwa ndo mama yangu akasema mwanangu atamuua. Kwa ndo nikawa nimetoroshwa kutoka Mwanza hadi Dar es Salaam. Kuja Dar es Salaam. Sawa. Ndugu mtazamaji wa Stein TV, bila shaka unaendelea kutufuatilia vizuri kabisa. Tuko na mtumishi wa Mungu Yusuf hapa ambaye ametupa historia yake nzuri kabisa ya kwamba namna ambavyo Mungu amemtetea, amempigania wakati alipokuwa yuko Mwanza, akiwa yuko shule. Alijikuta amedondokea kwenye maisha ya uhuni katika genge baya, kitu ambacho kimempelekea mpaka kujikuta yuko jera. Ungana nasi Stein TV ili kuendelea kupata mambo mazuri. Cha msingi na cha muhimu, pita pale YouTube, hakikisha una subscribe, ku comment na kulike, na pia pita pale Instagram, tunatumia jina hilo hilo Stein TV. Na TikTok pia tunapatikana mubashara kabisa. Karibu sana, tuungane kwa pamoja. Mtumishi wa Mungu, kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam. Nani alikupatia nauli na nani alikushauri mpaka kuja huku Dar es Salaam? Okay. Kwanza Dar es Salaam hapa nilikuwa na dada yangu ambaye ameolewa hapo Rugaro na mwanajeshi. Okay. Kwa hiyo ndo mama aliongea naye kwa sababu ndugu zangu wote walinitenga. Walikukataa ndugu zako wote? Kwa sababu ya matukio yale. Okay. Lakini mtu ambaye alisimama kuhakikisha mimi nakuwa salama ni mamangu. Yeye ndio akambembea sana sister yangu ambaye yuko hapo Rugaro. Akasema bana, msaidie, wewe ni mdogo wako tu, usimkatie nini tamaa, labda atageuka. Ndio. Basi ndo akawa ametuma nauli, nikatoka. Dada yako ambaye anaishi Rugaro huko Dar es Salaam ndo akatuma nauli kule Mwanza. Ndio. Ndo nikafika pale kwake, nikawa pale. Sasa nimefika hapo, sasa nikawa najiuliza sasa nitaenda nisali wapi? Ndio. Mume wake alikuwa ana duka hapo Kawe hapo. Ndio. Duka kondo duka mimi ndo nikakabidhiwa pale. Kwa hiyo nikawa inauza ile duka. Sasa nikawa inajiuliza sasa nisali wapi? Sasa kuna kanisa pale mbele yangu. Inaitwa Living Water. Ndio. Sasa nikawa nimeliangalia kanisa, nikasoma Living Water, lakini sikuelewa maana ya Living Water sababu bado nilikuwa hata lugha bado ya English nilikuwa bado hujaiweka kichwani. Kwa nikasema ndo maji ya watu kwa hiyo nasema ndo hao wanatoa maji ya upako, kwa sababu nilikuwa na off nao sana, yani off nao sana sababu nilikuwa bado sina maarifa vile. Ndio. Kwa hiyo ndo nikaita pale mtu nikamuuliza hii maana yake nini? Akawa amenielezea maana yake. Okay, ukafahamu? Nikafahamu. Kwa maji yaliyo hai. Akasema basi ndo Jumapili pale wakawa wamenikaribisha pale sasa Living Water. Okay. Kwa kweli pale ndipo ukiro wangu sasa. Pale ndipo ulianza kukua. Ulianzia pale. Kuna darasa pale linaitwa Life Transformation. Ndio. Darasa la uongofu wapi ambao mtu akiokoka lazima apitie mafundisho ambayo yataimarisha mahusiano yake na Mungu. Kondo nikafika pale nikasoma ile darasa. Okay. Vitu ambavyo vilinigeuza ni masomo mengi sana ambayo nafundishwa, lakini
kuna masomo kama matatu ambayo yalinigeuza sana, kwa sababu mimi ilikuwa ni dhaifu wa kuongea, nilikuwa yani nina kigumizi ambacho hata yani hata mtu akikuongesha kitu kuna namna ya kumjibu ilikuwa ni tabu. Yani ilikuwa siwezi, yani ilikuwa ni yani eneo moja yani hivyo yani. Ndio. Lakini yani hicho kitu kimenitesa ilivyokuwa nasoma mpaka ndio mpaka pale. Kwa pale kuna somo ambalo lilikuwa inaitwa utu mpya. Yani utu upya. Okay. Mimi nilikuwa na mitazamo ya kwamba watanionaje. Ndio. Nikiongea nitachekwa. Utachekwa. Yani kama kaibu fulani. Kaibu fulani. Yani hofu fulani. Ndio. Lakini ndani yangu nina kitu hasa amna kutoa hicho kitu, ndio ilikuwa yani ni mtihani mkubwa. Watanionaje? Watanicheka, nitaibika. Ndio. Kwa nakumbuka ile somo ilikuwa anafundishwa mwalimu mmoja pale, ni pastor anaitwa Pastor Monyo. Pastor Monyo, yani mwalimu mzuri sana. Akawa sasa anafundisha ile somo. Kwa kweli baada ya kujifunza ile somo nikasema mimi nimekubali huwa mtu mpya sasa. Ndio. Hata vile ambavyo nilikuwa siwezi ina force yani. Inakumbuka nikawa atembea labda njiani, ninahubiri mtu mwenyewe tu. Ninahubiri tu, naongea nafundisha tu hivyo. Kwa maisha ameenda vile nikajikuta siku moja naongea mbele ya watu, nikashangaa. Kumbe naweza. Hata na nikaongea bila hata scratch yani hivi. Yani ukajikuta tu unaweza kutamka vizuri kabisa. Okay. Lakini somo la pili ilikuwa ni la dhamiri, kwa sababu kitendo ambacho ilikifanya uko Mwanza kile cha yule mtu ambaye tulimua yule. Yani ilivyokuwa hata mbele za Mungu ilikuwa niko na damu. Yani kama kuna kitu kama unasikia kama kinakuhukumu. Ndio. Atia fulani hivi. Kwa ile somo ni la dhamiri. Ndio. Kwa baada ya kufundishwa nakumbuka mwalimu alisema kwamba kuna mtu hapa ashiaua. Sasa nikaangalia kushoto kulia, mbona tu kimya. Mimi nikanyosha. Kwa ile kunyosha tu yani pale ndipo uponyaji wangu kama vile ulivyokuwa. Ndio. Kwa angia hapo nikaenda mbele za Bwana hata kusifu na kuabudu, naona fresh inawepo na shuka hivyo. Okay. Lakini somo jingine ni somo la msamaha. Hapa ndo watu wengi wamekamatwa hapa. Yani kuna watu wana mavitu ndani yao, wameweka watu. Yani hapo sasa mimi kitu ambacho kilinitesa sana nilikuwa nimemshika baba. Kwa sababu nakumbuka babangu baada ya kunizaa hivyo akawa ameacha na mama. Ndio. Kwa hiyo nimekuwa vile ina mazingira na mama yangu, maisha ya taabu. Lakini kwa moyo wa upendo siku moja nikamuza mama, babangu yuko wapi? Akaniambia babako yupo Sengerema, sehemu moja inaitwa Nyamiriro. Ndio. Mimi nikatafuta pesa zangu, nikafunga safari, nikavuka maji hadi huko Sengerema. Nikaenda huko nimevaa ni hovyo, swali imechanika huko ndara, umeona. Lakini ndani ya gari tukawa ananiuliza kwamba unaenda wapi? Naenda mtafuta baba, kuingia mdo anisupport. Una akili sana hivyo. Lakini safari ya kwanza nikaenda babangu nikamkosa. Nikarudi nyumbani. Kwa baba, mama, nimemkosa baba. Akasema umemkosa Basi akaniambia nitafute nauli ili tena niende naye. Ndio. Basi nikajichanga zangu pale, nikatafuta hela, mama twende. Basi ndo akawa amenipeleka kwa baba. Baada ya kumuona baba pale nilifurahi naye akafurahi. Sasa kitu ambacho kinifanya nikamweka ndani yangu ni baada ya mimi kwenda jela. Alitamka neno, alisema kwamba muache afie gerezani. Kwa sababu ashakuwa jambazi. Okay. Mama aliumia, hata mimi niliumia sana. Kwa baada ya kutoka kule sasa ilikuwa unatembea na kitu kuhusu baba. Yani kitu Kwa ile darasa ndo limenisaidia sana. Na kupitia somo la msamaha sasa hivi hata babangu naongea naye vizuri. Okay. Sawa.
lipo jambo ambalo nataka tumalizie. Kuna ukweli gani makanisani, watu wanaoingia kanisani na wale wanaoombewa, je, kuna watu huwa wana mapepo ya kuigiza au ni uhalisia wa mtu kwamba huyu mtu amefungwa na mapepo na yanamtesa kwa muda mrefu? Wewe kama ukiwa ni mwinjilisti, kuna kitu gani hapa ambacho unaweza ukatusaidia na watu wakaelewa? Okay. Kitu ambacho tunapaswa kutambua, kwanza nianze na kusema ndio maigizo ya kanisani yapo, kwa kwamba kuna wanaigiza. Ukweli yupo ndio ndani ya kanisa, kwa sababu Mungu yupo anatenda kazi na shetani yupo anatenda kazi. Kwa hiyo kitu ambacho hapa ninataka nimwambie ndugu mtazamaji, ni lazima atambue majira tulionayo, lakini pia atambue shetani anafanya kazi wapi. Ndio. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wathesalonike, ndio Wathesalonike wa pili. Wa pili Kama tuweza tukasoma kidogo ili Wathesalonike wa pili. Soma tu, hamna shida. Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili 2:9. Ndio. Sema yeye ambaye kuja kwake ilikuwa mfano. Maiki kidogo. Sema yeye ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Ndio. Anasema ishara na ajabu za uongo na kwa madanganyo yote ya udhalimu wa hao wanaopotea, kwa sababu hawakuipokea ile kuipenda kweli